Hilo tulilokuambia maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 mstari wa 12. Neno Mungu linasema, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 13 neno Mungu linasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone uokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni mazingira ambayo baada ya Mungu kumtuma Musa kwenda kuwachukua wana wa Israeli, baada ya kuwachukua na kuwatoa katika mikono ya tamaa na kutamani kurudi kule alikotoka. Ni mara nyingi tumekutana na watu wanasema, kwa hapa nilipofikia ni bora maisha yangu ya zamani. Watu wengi wamekuwa wakijitamkia mabaya, watu wengi wamekuwa wakijinenea mabaya. Ni bora tu kule nilikotoka kuliko hapa nilipo. Kwa sababu hapa alipo anaangalia ni hali ya jangwa, hakuna maji, na wakati mtu anapita katika jangwa ambalo hakuna maji, wakati huo ana kiu, wakati huo ana njaa, hana chochote. Kwa hiyo anapoangalia mazingira ya leo yanamkatisha tamaa. Haoni nafasi yoyote ya kuweza kusonga mbele. Anachokiona ni hali ya jangwa, ni hali ya ukame anaouona katika majira yale. Kwa hiyo kinachokuja haraka haraka anasema ni bora nikarudi kule nyuma kuliko kukaa hapa, au kuendelea mbele ninaweza nikafa. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani uweze kufuatilia somo hili ili upate kujua kwa nini watu wengi huwa wanakubali kufia jangwani. Iko hali ya kukata tamaa. Watu wengi huaga wanasema ni bora nife hapa, kwa sababu mazingira anayoyapitia yanamkatisha tamaa. Lakini pia kwa nini watu wengi huaga wanatamani sana kurudi utumwani, wanatamani sana kurudi walikotoka? Ni kwa sababu ya michosho wanayoipata hapa walipo katika jangwa. Kwa hiyo jangwa linaweza likamfanya mtu, au shida alionayo leo mtu inaweza ikamfanya akatamani kurudi katika hali yake iliyo ngumu ya zamani aliyokuwa anaishi. Kwa hiyo anaona ni bora jana yake kuliko leo, maana kesho hana huo mlango wa kupata kuuona. Kwa hiyo ninatamani uweze kujifunza jambo hili na somo hili ambalo Mungu anatupa linalosema usikubali kufia jangwani na usitamani kurudi utumwani. Kwa hiyo na mimi nikwambie mtazamaji wangu, wakati unaendelea kusubscribe, wakati unaendelea kulike na kucomment, nikwambie jambo hili ya kwamba usitamani sana, au usikubali shida ulio nayo ipate kukuangamiza. Usikubali ugonjwa ulio nao upate kukuangamiza. Haijalishi mlango hauoni. Usikubali jaribu ulilo nalo lipate kukusumbua na kukuangusha. Haijalishi mlango hauoni. Lakini pia usitamani kurudi kule ulikotoka. Usitamani kurudi katika hatua nyingine ya maisha. Walikuwa hawaoni mlango mwingine wa kutoka. Walikuwa hawaoni mlango wa kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo walichokuwa wanakiona, mazingira ya jangwa yaliwakatisha tamaa. Mazingira yale yaliwakatisha tamaa. Wakiangalia mbele yao iko bahari, wakiangalia nyuma yao adui anakuja. Kwa hiyo wakawa dilema, wako njia panda, hawelewi wafanye jambo gani, hawelewi wafanye kitu gani. Wakamwambia Mungu, wakamwambia Musa, tulikwambia jambo hili ya kwamba ni afadhali tungekufa, tungerudi katika utumwa kuliko kuendelea kukaa hapa na kufa tukiwa jangwani. Kwa maana hiyo walilia na kufadhaika sana. Walikata tamaa juu ya leo yao. Walikata tamaa. Wanapoangalia mbele wanakuta bahari imewazingira, hawawezi wakapita. Lakini wanapotazama nyuma, Farao na majeshi yake anakuja. Kwa hiyo wanapotazama mazingira namna hii, inawafanya wanafadhaika, wanakata tamaa. Watu wengi sana walipopita katika mazingira magumu, wanapoona changamoto za leo yao, wanapoona shida zilizoandama, wanaona ni bora warudi katika kipindi cha nyuma. Sikiliza, neno la Mungu linasema, Musa akawaambia watu, msiogope, kwa maana leo hii mnaiona ya kwamba hakuna njia, lakini yuko Bwana anayejua kesho yenu ya kwamba atawafanyia njia. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi walikubali kurudi utumwani, lakini Mungu
akawa amewapa msaada, akawa amewapa neno ya kwamba msiogope. Mimi Mungu nitafanya mlango, nitawapa mpenyo, nitawapa kibali cha kusonga mbele. Hiyo bahari mnayoiona sio kitu kwenu. Akawaambia, bahari mnayoiona mbele sio kitu kwenu. Bahari haiwezi kumzuia Mungu asifanye jambo lolote. Magonjwa ulio nayo hayawezi akamzuia Mungu asikutendee mema, asikutendee maajabu. Shida unayopitia leo haiwezi kumzuia Bwana asifanye jambo jema kwenye maisha yako. Haijalishi umefika mahali umeona jangwa umekata tamaa. Haijalishi umefika mahali ulipoona ukame wa pesa ukakata tamaa. Ulipoona ukame wa marafiki umekata tamaa. Haijalishi umeona hali ya namna hiyo. Sikiliza, Mungu anasema usiogope. Katikati ya hiyo hali Bwana kuna njia amekuandalia kutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa akawaambia watu, simameni muone wokovu wa Bwana. Japo mnaona mazingira ya nyuma, mnavyotazama hao maadui, mnaona kama mmeshakwisha. Akawaambia hamjaisha. Bwana atafanya njia hapa hapa katikati ya magumu. Karaba shantarabakoria. Kwa maana hiyo Mungu akamtuma Musa akamwambia, wana wa Israeli wameshakata tamaa kabisa. Hawaoni njia ya kupita, hawaoni msaada tena. Wanapoangalia nyuma yao wanaona Farao anakuja, wanaona anakuja na majeshi yake. Kwa hiyo hawaoni njia ya kupita, hawaoni msaada tena. Wakamnungunikia Musa, kwa nini umetuleta mahali hapa? Wakanungunika mbele za Bwana, kwa nini umetuleta mahali hapa? Wakapiga kelele, wakasema bora tungerudi utumwani. Kwa hiyo walitamani kurudi katika maisha ya utumwa kuliko kuendelea kubaki kufia jangwani. Sikiliza, mimi leo nimekuja nikwambie jambo moja ambalo linaweza likakusaidia, ya kwamba kwanza usikubali kufa ukiwa katika jangwa. Halafu jambo la pili, usikubali kurudi kwenye utumwa, lakini mtazame Bwana ambaye atakufanyia njia mahali ambapo hapana njia. Haijalishi ndoa yako imekuwa kama jangwa, unapotazama amani imekuwa ni ukame, unapotazama kuna ukame wa upendo, haijalishi upendwi, haijalishi kuna hali gani inayotokea. Sikiliza, jambo moja ninatamani ujue, Bwana anayo njia sahihi ya kukuonesha. Hiyo bahari iliyoko mbele yako, uko mlango na iko njia. Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari. Aliponyosha mkono wake, sikiliza, maji yalitawanyika, yakaweka mlima namna hii, yakaweka mlima namna hii. Baadaye wana wa Israeli wakapita wakiwa salama, wakapita na maadui walivyoona wanapita, nao wakajitosa katika yale maji, walijua ni mlango wa kwao. Sikiliza, ule mlango ulikuwa unawafaa sana wana wa Israeli, ulikuwa hauwafai majeshi ya Farao na watu wake. Walipoingia na wao, Bwana akasema watu wangu wameshapita, sasa maadui wako katikati ya bahari. Na Mungu anasema akawagharikisha wote. Ndipo mabaya yako yote na shida zako zote zitakapogharikishwa. Usiogope hilo jangwa, na usiogope hayo maji, usiogope hiyo bahari mbele yako. Bwana atakufanyia mlango katika jina la Yesu. Kwa maana hiyo kuna vitu ambavyo lazima upate kuvijua. Natamani ujue mambo haya katika somo hili. Jambo la kwanza au nuru ya kwanza ya ufahamu, lazima ujue ya kwamba kwanza, kwa nini watu hawa waliweza kuona ni afadhali warudi kwenye utumwa? Kwa nini walitamani kurudi katika utumwa? Kwa nini waliona bora warudi katika utumwa kuliko kufia jangwani? Jambo la kwanza, walikuwa sahihi kabisa. Sio vizuri kufa katika jangwa. Sio vizuri kuendelea kuishi katika hali ngumu. Sio vizuri kuendelea kuishi katika hali mbaya. Ndio maana watu wanaendelea kupambana siku zote kwenye maisha yao. Maana wanakataa kuishi katika hali ngumu ambazo wanapoangalia hakuna msaada, wanapoangalia maisha ya kuungaunga. Sio vizuri kufa katika hali ya ufukara na umaskini, sio vizuri. Kwa hiyo walikuwa sahihi kabisa kukataa kufia jangwani. Hata mimi nakwambia usikubali kufa ukiwa katika jangwa, usikubali.
Hajalishi haujaona mpenyo wa kutosha, ili anakuambia hivi, usikubali. Sema neno hili ya kwamba sikubali kufa katika jangwa, sikubali. Na hili jambo likupe nguvu ya kuendelea kupambana kwenye maisha yako. Usikubali. Usikubali kufa katika jangwa. Usikubali kufa katika magonjwa, usikubali kufa katika magumu, usikubali kufa katika hali ya ufukara, maskini, usikubali. Endelea kupambana, usikubali. Usikubali kuendelea kuwa maskini kila miaka. Usikubali kufa katika hali ngumu. Usikubali. Kuanzia leo nasema usikubali. Wana wa Israeli walikuwa sahihi. Hawakukubali kufa katika jangwa, walikuwa sahihi. Lakini hawakuwa sahihi kwa habari ya kutaka kurudi utumwani. Hawakuwa sahihi. Na mimi nakwambia kwamba siku ya leo usije ukatamani kurudi kwenye utumwa. Akili zako zinapofika mwisho, hebu mtafute Bwana akupe akili nyingine. Kama akili zako hazijakusaidia, mtafute Bwana akupe uelevu wengine. Mtafute Bwana akupe maarifa mengine. Maarifa yako yanapofika mwisho, mtafute Mungu akupe maarifa mengine. Akili zako zinapofika mwisho, mtafute Bwana akupe njia nyingine. Kama hauoni njia siku ya leo, mtafute Bwana anayo njia sahihi kwenye maisha yako. Karabashantarabakuria, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo watu hawa walikuwa wana mambo haya. Jambo la kwanza, walisema maneno haya ili kuonesha kiwango chao cha mwisho cha kukata tamaa. Unajua hata kukata tamaa kuna viwango. Kuna kiwango cha mwisho kabisa cha kukata tamaa. Ni kila ambacho mtu anaona yuko katikati, mbele haendi, nyuma haendi. Sasa cha kufanya anaona bora ni kafe. Sasa kuna watu wengine wanapokuwa wanakata tamaa namna hii, kiwango cha mwisho kukata tamaa ni kule mtu alipoona ugonjwa umezidi, akatamani yeye ajiue mwenyewe. Alipoona shida zimezidi, anatamani ajiue. Hicho ni kiwango cha mwisho cha kukata tamaa. Mtu anapoona shida zimemwandama sana, anaona ni bora atafute kamba ajinyonge. Ni kiwango cha mwisho sana cha kukata tamaa. Usikate tamaa, usifike kwenye kiwango cha mwisho cha namna hiyo. Yuko Bwana ambaye anaonyesha njia mahali pasipokuwa na njia. Kwa hiyo hata neno hili unapoendelea kulisoma na kuendelea kulielewa, Mungu anatupa nafasi ya kuendelea kutambua ya kwamba yeye Mungu anatuasia mema sana. Na ndio maana alimwambia Musa ya kwamba watu hawa wamefika wakati wamekata tamaa. Hawaoni tena mpenyo, hawaoni tena mlango, hawaoni tena njia. Wanapowaza wao ni kufa tu, wanawaza kifo. Inafika wakati hawaoni kabisa waende wapi. Kwa maana hiyo walichokuwa wanakiona ni bora wakafe wakiwa katika mikono ya Farao.